Vipi dogo? Safi kaka, mambo vipi? Shwari, mzima? Mimi mzima bana. Umeshindaje? Safi, kwanza afadhali nimekuona bana. Ah. Uonekani sana nyumbani. Nipo. Sasa kabla ya yote, mdogo wangu. Naam kaka. Kuna tetesi nazisikia mtaani kwamba unataka kuoa, na nimeona iwe vyema mimi kuja kukuuliza, maana nasikia mtetesi mtaani kwamba mdogo wako anataka kuoa, fulani anataka kuoa, fulani anataka kuoa. Kwanza kaka, umeniwahi. Unajua nilikuwa nataka ili jambo nikwambie mapema sana, sema muda tu sikupata kukaa na wewe. Si mara nyingi harakati zako, unaenda unachelewa kurudi. Ni kweli mimi nataka kuoa bana, na nishapata mke tayari kaka. Upo serious na hili jambo? Sasa kwa nini siwe serious ndugu yako? Sasa rafiki yangu, mimi hapa na kuhudumia wewe kila kitu, pesa ya aftershot, matumizi natoa mimi hapa, sijui chakula mimi, umeme mimi hapa, hujawahi kuchangia hata 100 toka umekuja hapa. Wewe unataka kuoa huyo mke, unataka umpeleke wapi? Sasa kaka, mambo kama hayo si jambo dogo hilo. Maswala ya wewe kunichangia mimi sijui pesa, kodi, mavazi yangu ni kitu ambacho hakinizuii mimi kuoa bana. Mimi naoa mwanamke. Wewe unafikiri mimi hata nikioa nitakaa kwako hapa? Hapa ni kwako. Sawa. Sawa, nimekuelewa. Unataka kuoa, wewe umejipangaje wewe kama wewe? Kwangu mimi nimejipanga kama wanavyojipanga wanaume wengine, ndio maana yakafikia hadi hatua kuambia wewe bla zangu kwamba naoa, ila kuna changamoto kidogo tu hapo ambayo imenifanya mpaka nikutafute. Ndio maana ulipokuja nikasema afadhali nimekuona. Unaona bana, kule kuna mchango ambao unahitajika kama 1,000, 500. Ndio shida yangu mimi kakaangu, ni support 500 tu. Laki ngapi? 500 kaka. Na kwenye hiyo 500 wewe una shilingi ngapi? Hapo kwenye hiyo 500 kaka, kusema na ukweli sina hata buku yani. Lakini wewe ndio bla zangu, kaka mkubwa wa familia, natarajia wewe ndio ni support. Na anapoongea na wewe hivi nishamaliza kila kitu. Yaani hapa nimepewa siku hizi 2 sherehe ikamilike. Afadhali hata jana. Sasa